Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena katika hii neno ya siku ya leo. Nashukuru Mungu tumekutana tena mchana wa leo. Ni asante Mungu kwa sababu ametuwezesha kupatana tena kwa ajili ya neno lake ambalo ni mwangaza wa nafsi zetu na macho yetu ya kiroho na mawazo yetu inaweza kufunguka. Siku hii ya leo tunajifunza kuhusu double minded. Double minded ni mtu anakuanga na roho mbili. Mtu anakuanga na nia mbili. Na Mungu anasemanga hapendi kabisa mtu anakuanga na nia mbili na mawazo mbili. Kwa sababu you cannot serve two masters. Ndivyo neno la Mungu linasema. Kwa sababu lazima utaabandon moja utaweza kuitii. Hivi ni kusema nini? Ukiwa na double minded, haunanga msimamo. Ukiangalia sana katika maandiko ya Genesis 49, Jacob wakati alikuwa anatoa zile baraka kwa watoto wake, kuna kitu alisema kwa Ruben, mtoto wake wa kwanza. Wewe ni mtoto wangu, lakini wewe kuna urithi hakushika kwa sababu alikuwa na unstable mind. He was unstable. Na ndio maana unaona Mungu babake hakuweza kupea urithi vizuri kwa sababu alikuwa na unstable mind. Wakati uko na double minded, unakuanga na unstable mind na unanga msimamo. Unakuanga mtu mwenye, kama sasa unaweza kuwa na ndoa hii, usikii kitu inakwambia utoke. Unataka kusomea Bachelor of Art and Science, unatoka tena unasema unataka kusomea engineering, architect, unataka kufanya vitu. Yani you want to do all things at the same time. That is a double-minded person. These are the signs ambazo zinaonyesha kwamba uko na double-mindedness. Wakati unapanga kitu na unakaa, baada ya masaa hiyo ingine ushapendua. Na kama Mkristo, utajuaje kwamba uko na double-minded spirit? Ni wakati unatoka kwa hii kanisa, unaenda ingine, unatoka, unaenda, yani hauna msimamo kama Mkristo. Na ujue ukiwa na double-mindedness ni hatari sana kwa sababu hunanga msimamo. Hata ukiingia kwa ndoa, hauna msimamo. Tuangalie in the book of James, chapter 1, verse, tuanzie 6. But when you pray, you must believe and not doubt at all. Wakati uko na double-minded, unakuanga na shaka, una doubt. Kile kitu ambacho wewe unaona Mungu anakuambia kwamba when you pray, unaona vile anakuambia, but when you pray, you must believe and not doubt at all. Whoever doubts is like a wave in the sea that is driven and blown about by the wind. Ni vizuri uelewe, wakati una doubt, hakuna siku utawahi timiziwa kile unaomba. Kwa sababu Mungu anaangalia roho yako na nia yako ya mawazo. Wakati unaomba hii kitu, unaamini huyo Mungu ambaye unaomba. Unaamini hicho kitu ya kwamba Mungu atakitenda. Double-mindedness ni ugonjwa ambaye inakula Wakristo, inakula watoto wa Mungu na inawasumbua na inafanya wasifike mahali destiny zao Mungu alikuwa amesema watafika. Tuendelee sasa hapo kwa 7. If you are like that, unable to make up your mind, unable to make up your mind and undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Kumaanisha ukiwa na double minded, inaweza fanya usipate vitu, nothing will get. Utaishi ukiwa Mkristo, mwaka inaisha, ingine inaisha, zinafika 5 miaka 10, miaka 15, miaka 20, but you're still stagnated because you have a double-minded. Double-minded. How will you know you have a double-minded? Ni wakati una doubt. Mungu kweli atanijibu. Hii kazi nimeishi kuitafuta, lakini hakimii. Hata huku kwetu sasa umeanza sasa kuingia mpaka kwenyu. Huku kwetu hakuna mtu amewahi andikwa. Unasahau you have another. Wewe nyota yako sio wale watu wengine. Kile Mungu ameweka ndani yako hakifanani na watu wengine. Musa hakufanana na mtu yote. Elijah hakufanana na mtu yote. David hakufanana na mtu yote. Queen Esther hakufanana na mtu yoyote. Haufai kufanana wala kujifananisha. Gideoni alijifananisha, Mungu akamprove wrong because he had a double-minded. Double-minded people are very, 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 very in a very dangerous state.
Ukiangalia bibi a lot, aliangalia nyuma na aliambiwa wasiangalie nyuma, akakuwa ile jiwe la chumvi. Double mindedness is very dangerous. Tujichunge sana na hiyo double minded, kwa sababu inafanyanga unakuwa undecided in all things that you do. Unakuta hata kama ni marafiki, yani udumishi. Ukitaka kujua uko na hiyo roho, haudumishangi kitu. Hata ukisema leo naeka kazi, naeka cabbage na masukuma, naeka soko, unakuta umeruka tena, unasema unauza viatu, unasema tena unaruka, unakuta umeruka, umeka biashara kama 50 na hakuna yenye inafaulu, because you have a double minded. Na mtu yote ako na double minded hafikangi kwa lengo la Mungu. Na mtu yote ako na double minded hawezangi kutii. Kama mtu yote ako na double minded hawezangi, anakuanga rebellious always. Na ndio unaonanga wale watu ndio wanakoseanga Mungu kila wakati. First they doubt themselves, they doubt what God has put in them, they doubt other people, they doubt everything that God has given unto them. Ni vizuri tuelewe, ujue ukiwa na hii double minded ni mbaya sana, na kile kinazaanga double mindedness ni ukisuffer rejection for a long time. So ni wakati unaona kila kitu it's not working on me, yani ama childhood trauma, vitu kama hizo ndo zinazaanga the spirit of double minded. Na ukiwa double minded unakuanga na double spirit. Hizo spirit mbili, unakuta unataka kufanya hii kitu na hii kitu ndio unashindwa kukifanya. Ni ile yenye Paulo alisema, ninataka kufanya hii kitu, lakini hii kitu yenye nafanya si ile nataka kufanya, nafanya kenye sitaki kufanya, na kile nafaa kufanya sikifanyi mimi. Ni kwa sababu he still had the same thoughts. Pia yeye alikuwa na double mindedness, lakini aliomba Mungu na ikamuondokea. Hii ni kitu unaweza fanya through self deliverance. Ni vizuri uelewe, kama uko na hiyo double mindedness, it will make you lose a job, it will make you lose relationship with your God, it will make you lose your marriage, it will make you lose the trust in your children, it will make you lose trust in God. Unaenda kwa waganga, unaenda kwa makanisa, ni unatafuta because you don't believe in this Bible ambayo umepewa. Unabii mkubwa uko kwa hii neno, dawa yote iko hapa. Hii ni chemist, hii ni duka, hii ni hospitali. This is where you run to, because the word of God, it is written, it is the strongest tower that we run to. Sasa chukua maandiko ya 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 ambayo inasema kila wazo neno la Mungu liko na uwezo na nguvu ya kuangusha kila ngome lolote linaenda kinyume na knowledge ya Mungu katika mawazo yako. Anza kuombea akili. Unasema, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kila neno lolote linaenda kinyume na neno lako kwa mawazo yangu, inafanya nisitii neno lako, inafanya nisikae vile unataka. Imeandikwa, Dadii, wewe ni Mungu wa msimamo, wewe ni Mungu mmoja na hujawahi badilika. Kwa nini mimi nabadilika? Baba, niondolee mawazo. You said that I bear the mind of Christ. My mind is a mind of Christ. Anza kudeclare na uombe na utaona hiyo kitu imetoka, na ubarikiwe sana na Mungu.